Kwa hivyo wapenda, point nyingine ni kwamba injustice to the weak or to the poor. The Bible says in Proverbs 28:27, those who give to the poor will lack nothing, but those who close their eyes to them receive many curses. Usimfungie maskini jicho, usimwangalie na jicho la pembeni. Kuwa mtu mwenye huruma, jinsi Mungu tu alivyo na huruma akakubariki wewe na kile kidogo ulicho nacho. Kwa hivyo kile ulichobarikiwa na Mungu amekupatia. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya moyo wako uko na nafasi ya kubariki mwingine. Ndio maana umebarikiwa. Ndio maana maandiko yanasema those who close their eyes to them, to the poor will receive many curses. Twende kwa point nyingine. Unnatural sex or incest. Kuna laana nyingi sana ambazo zinakuja na hii shida. Katika kitabu cha Leviticus 20 from 10 to 16 maandiko yanasema, na nitasoma tu briefly: if a man commits adultery with another man's wife, umeokota laana. If a man has sexual relations with his father's wife, umeokota laana. If a man has sexual relations with his daughter-in-law, umeokota na kuna dini nyingi zinakubalisha haya mambo, na tunajua na mengine tunayaona paka kwenye mitandao ya kijamii If a man has sexual relations with a man ama with a woman has sexual relations with another woman. Haya ni mambo ya LGBTQ ambayo serikali nyingi ama dunia nzima yanayapatia airtime yakisema ni sawa. Si sawa. Mungu wetu amekataa. Ni laana hizo tunazichukua, na hizi laana zinaenda mpaka kizazi cha 4. If a man has sexual relations with another man, ni dhambi kubwa sana. If a man marries both a woman and her mother. Haya haya ni mambo jamani, sio ati ni mageni maishani mwetu. Ni mambo ambayo tunayajua maana yanatendeka. If a man has sexual relations with an animal. Naona huwa yanapostiwaga yako kwenye mitandao. If a woman approaches an animal to have sexual relations with it, jamani, na waomba wapendwa, na waomba achaneni na tabia za ajabu kama hizi. Anything ambayo, yani committing sexual sin, Mungu kwanza anachukia sana hilo jambo. Ukiwa unafanya kitendo cha ngono nje ya ndoa, yani wewe umeisha. Twende kwenye point nyingine, depending on flesh. Katika Jeremiah 17:5-7 maandiko anasema, this is what the Lord says, cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. Umeshalaaniwa unayemtegemea mwanadamu. Mungu anataka siku zote umtegemee yeye na yeye peke yake. Kwa hivyo usipate msaada kwa mtu, mamako akusaidie, ndugu yako akusaidie, jirani yako akusaidie, alafu umweke yeye kuwa Mungu wako. Umtoe Mungu maishani mwako, umweke yule anayekusaidia, yule ambaye Mungu amembariki, ama yule ambaye Mungu anamtumia kukufikia, kukusaidia, ndio unamuona kuwa Mungu wako. Unajua hata sasa yeye pia unamletea shida. Manake wewe umemweka kwa nafasi ya Mungu maishani mwako. Hiyo ni laana tayari, umefungua mlango na itaoperate maishani. Utaona majibu. Point nyingine, stealing. Wizi. Ukisoma katika Zekaria kuanzia mlango wa 5 pale mstari wa kwanza kushuka, maandiko yanasema, this is the curse that is going out over the whole land, for according to what it says on one side, every thief will be banished, and according to what it says on the other, everyone who swears falsely will be banished. Hii mambo ya kuapa, maana maandiko yanasema ndio yako iwe ndio, na no, la yako iwe la. Kwa hivyo hii mambo ya kuapa na hii mambo ya uizi tuache. Hakuna mwizi ataingia mbinguni. Hakuna. Mungu yuko hapa, wewe muombe Mungu na Mungu atakuonekania, Mungu atakusaidia. Stinginess towards God. Hiyo ni point nyingine. Stinginess, Mungu anakubariki alafu wewe unakuwa mgumu kwake. Ukisoma Malachi 3:8, do not rob God. Will a man rob God? Wewe unaweza mwibia Mungu wewe? Uko na uwezo.
You are cursed with a curse, for you are robbing me. Wapendwa, tujichunguze sana. Mwaka ndio umeanza, ni mbichi, tuweke misingi ya sawa, tujichunguze, tujirudie, tuweke mambo sawa, tuishi vizuri, na tutaziona baraka za Bwana maishani mwetu. Mungu atubariki sana.